Kivuli cha urithi. Karibu tena msikilizaji wa hadithi za Kiswahili. Leo tunakuletea simulizi ya kusisimua yenye mizizi ya kitamaduni, inayoitwa Kivuli cha Urithi. Kaeni tayari kwa safari ya ajabu inayojikita katika mila na siri za mababu zetu. Mwezi mchanga ulikuwa juu angani, mwanga wake dhaifu ukipenya kupitia mapengo ya miti minene ya msitu wa Ulege. Upepo wa usiku ulivuma taratibu, ukibeba sauti za usiri wa mababu waliolala kwenye ardhi hii kwa karne nyingi. Katika kijiji cha Ng'ombe Mbega kulikuwepo na kijana mmoja aitwaye Baraka. Baraka alikuwa fundi mchongaji wa vinyago, kazi aliyorithi kutoka kwa babu yake, Mzee Maduhu. Lakini hakujua kuwa urithi huu ulikuwa na maana kubwa zaidi ya alivyoelewa. Siku zote Baraka alikuwa akiota ndoto zisizoeleweka, ndoto za sauti za ajabu zikimuita kutoka kwenye kivuli cha msitu. Kila mara alipofungua macho, moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, lakini hakuwahi kuelewa maana yake. Siku moja mambo yalibadilika. Ilikuwa ni siku ya jua kali, Baraka akiwa ameketi chini ya mti wa mbuyu mkubwa, akichonga kinyago kipya. Ghafla, upepo mkali ulivuma, ukitikisa matawi ya mti huo. Kinyago alichokuwa akikichonga kilimponyoka mikononi na kuanguka chini, kikapasuka vipande viwili. Baraka alishusha pumzi nzito. Kabla hajachukua vipande vya kinyago hicho, macho yake yaligongana na kitu kingine, kipande cha mfupa wa zamani, kilichoandikwa maandishi ya ajabu. Moyo wake uliruka. Alipoinama kukiokota, ghafla alihisi mgongo wake ukisimama kwa baridi kali. Sauti nzito ilisikika nyuma yake. "Mwanangu, urithi haupaswi kupotea, he." Baraka alipinduka kwa hofu, lakini hakuona mtu yeyote. Lakini kabla hajafanya chochote, upepo ukavuma tena na mti wa mbuyu ukainama kidogo kana kwamba ulikuwa unamnong'oneza. Hofu ilianza kumpenya. Hakuwa na shaka tena, hii ilikuwa ishara kutoka kwa mababu. Baraka hakupoteza muda. Aliamua kwenda kwa bibi yake, Mwanaidi, ambaye alijulikana kama mjuzi wa mila za kabila lao. Alipomweleza kuhusu sauti aliyosikia na kipande cha mfupa, bibi Mwanaidi alimtazama kwa macho mazito. "Baraka, umekaribishwa kwenye urithi wa kweli wa familia yetu," alisema kwa sauti ya fumbo. Bibi Mwanaidi alimwelekeza Baraka kwenda msitu wa Ulege, sehemu iliyokuwa ikihofiwa na wanakijiji kwa sababu ya hadithi za mizimu. Alitakiwa kutafuta mlango wa mababu, lango linaloweza kufunguliwa tu kwa damu ya mrithi halali. Kwa ujasiri, Baraka alianza safari yake usiku huo. Akiwa na tochi mkononi, alizama msituni. Miti mirefu ilizunguka pande zote, na sauti za viumbe wa usiku zilimfanya ahisi kama alikuwa akifuatwa. Baada ya kutembea kwa muda, macho yake yaliona jiwe kubwa lililoandikwa kwa maandishi ya kale, sawa na yale aliyoyaona kwenye kipande cha mfupa. Alipoikaribia, upepo ulivuma tena na ardhi chini yake ikatetemeka. Jiwe lilianza kufunguka polepole. Baraka aliingia ndani ya mapango yaliyokuwa yamejificha chini ya jiwe lile. Ndani yake kulikuwa na michoro ya kale iliyoeleza historia ya ukoo wake, familia ya wachongaji wa vinyago waliokuwa na uwezo wa kuzungumza na mizimu ya mababu. Ndipo alipogundua ukweli, fundisho la uchongaji wa vinyago halikuwa tu sanaa, bali lilikuwa njia ya kuweka roho za mababu hai. Hapo ndipo alipoelewa kwa nini ndoto zilikuwa zikimfuata kila siku. Mababu walikuwa wakimuita, wakitaka arudishe heshima ya urithi wao. Lakini kabla hajafanya chochote, alihisi uwepo wa mtu mwingine. Kutoka kwenye kivuli cha mwanga hafifu, mwanamume wa ajabu alitokea. Alikuwa mrefu, mwenye ngozi iliyoonekana kama ilichongwa kwa mbao, na macho yenye mwanga hafifu wa kijani. "Nimekusubiri kwa muda mrefu, Baraka," sauti nzito ilitoka. Baraka aliganda pale aliposimama. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti yenye ujasiri, ingawa moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi. "Mimi ni mlinzi wa urithi wako. Na sasa lazima uthibitishe kuwa unastahili kurithi nguvu za mababu." Mara moja mapango yote yalitikisika. Baraka alijikuta katikati ya mapambano yasiyo ya kawaida. Vinyago vilivyochongwa na mababu wake vilianza kuishi, vikitembea kuelekea kwake kwa kasi. Vilikuwa vikitaka kumuua.
Lakini ghafla, kumbukumbu zilimjia kichwani, alielewa kila kitu. Kwa kutumia ujuzi wake wa uchongaji, alichukua kinyago kilichokuwa karibu na akakichonga upya, akiweka alama maalum aliyojifunza kutoka kwa babu yake. Mara moja, vinyago vyote vilisimama. Mlinzi wa mizimu alitabasamu. Umefanikiwa, Baraka. Sasa, rudi kijijini na urithi wako. Wajulishe watu kuwa utamaduni wetu hauwezi kufa. Asubuhi iliyofuata, Baraka alirudi Ng'ombe Mbega akiwa mtu tofauti. Alikusanya wanakijiji wote na kuwaonyesha vinyago vya mababu. Akasimulia alichokiona, na kutoka siku hiyo, kijiji kilirejesha heshima kwa mila zao. Baraka akawa mchongaji mkuu wa vinyago, si kama kipaji tu, bali kama daraja kati ya ulimwengu wa watu na ule wa mizimu. Na hivyo, urithi wa mababu ulirudi kwa kizazi cha sasa, na mizimu ya ukoo wake ilitulia kwa amani. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili upate hadithi nyingine za kusisimua. Tuonane tena kwenye hadithi za Kiswahili.